Wewe ni mwana maombi? Wewe ni mtu ambaye unamtegemea Mungu? Nguvu za Mungu ni muhimu sana kuliko unaozaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani kama wewe ni mwana maombi, wewe ni muimbaji, wewe ni mhubiri, wewe sijui ni nani, lakini katika mambo haya yote unahitaji nguvu za Mungu. Hakitaweza kufanyika chochote ndani ya maisha yako kama nguvu za Mungu haziko ndani yako, au kama nguvu za Mungu ni chache, hakitafanyika chochote. Ili imani ifanye kazi ndani yako inahitaji nguvu. Amen. Ili maombi yako yawe hatari kwa shetani, ili uimbaji wako uwe ni wa viwango fulani ambao vinampendeza Mungu, unahitaji nguvu. Wewe ni mwombaji, unafunga na kuomba, lakini kama kiwango chako cha nguvu ni ndogo, hakuna kinachotokea. Nina maana gani? Tamani sana kutafuta nguvu za Mungu ili matokeo yatokee, ili uweze kushusha ufalme ndani ya eneo, ndani ya kanisa. Unahitaji nguvu, na nguvu zinatafutwa. Amen. Nguvu zinatafutwa, nguvu zinaongezwa, na kinachoongezwa huwa kinapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kile kinachoongezwa huwa kinapungua. Na ndio maana kuna mahali Biblia inasema chocheeni karama iliyoko ndani yenu, kwa sababu hautakiwi kupunguza kasi ya kupata nguvu za Mungu ndani yako. Ili uweze kumwabudu Mungu kwa mafanikio, unahitaji nguvu ya Mungu. Naona uweze kunielewa. Hebu fungua kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Msomaji mzuri atanisomea hapa. Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ule mlango wa 16. Msomaji mzuri taomba. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, mlango wa 16, mstari wa 11. Aliyepata naomba asome bwana. Ndio. Sawa. No, 16:11. Ndio. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake. Ishi hapo. Alafu nenda kwenye Zaburi 105. 4. Zaburi 105:4. Ndio. Daudi anakuja kurudia neno lile lile ili ujue kwamba kuna umuhimu kiasi gani wa kutafuta nguvu za Mungu ndani. Anasema Daudi, mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu muhimu kama wewe kuwa na nguvu za Mungu. Ukitaka kumwabudu Mungu kwa mafanikio makubwa, unahitaji nguvu za Mungu ndani yako. Sikiliza, watu wa giza wanatumia nguvu kubwa sana, wanatumia gharama kubwa sana kutafuta nguvu ndani yao, lakini imekuwa tofauti kwa wana wa nuru. Wana wa nuru wanamwabudu Mungu kirahisi sana. Ni tofauti na watu wa giza. Watu wa giza wako tayari kufanya chochote wakati wowote waweze kupata nguvu ndani yao za kuwasaidia kuwafanikisha kwenye kazi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna wakati Mungu akikaa anashangaa jinsi watu wanavyo relax makanisani. Hawana haja ya kutafuta nguvu za Mungu. Upo tu. Kwa nini? Wakati wewe unahitaji
Ili uweze kusurvive kwenye ufalme wa Mungu lazima uwe na nguvu. Ili uweze kuwa tishio lazima uwe na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye Mambo ya Nyakati anakuambia mtakeni Bwana na nguvu zake. Sio mtake Bwana tu peke yake. No, mtake na nguvu zake. Ukimtaka na nguvu zake na ukishampata na nguvu zake, matokeo kwenye maisha yako ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu kimoja. Sisi tunafanana. Tuna imani moja. Amen. Tuna wokovu mmoja. Amen. Tuna roho mmoja. Amen. Tunafanana. Lakini kiwango cha nguvu, viwango vyetu vya nguvu havifanani. Kinachotofautisha sisi ni nguvu ndani yetu. Kila kiwango kilichopo ndani yako cha nguvu ndio kinakuwezesha kufanya kazi ya Mungu. Unaweza kuwa na imani nzuri sana. Imani yako inaweza kuwa ni nzuri. Lakini nataka nikwambie, imani haiwezi kufanya kazi ndani yako kama nguvu ya Mungu ni ndogo. Unaamini kweli pepo kwa jina la Yesu, pepo kwa jina la Yesu inatoka. Mgonjwa kwa jina la Yesu anapona. Halo, sikiliza. Kama nguvu za Mungu ni ndogo, hata kama unajua ugonjwa unatoka kwa jina la Yesu. Kama nguvu ni ndogo, hakuna kitakachotokea. Nguvu za Mungu sio hii sauti yangu kaya. No. Nguvu ya Mungu inaishi ndani. Yaani ninaposema kwa jina la Yesu pepo toka, ile nguvu iliyoko ndani yangu ya Mungu inakwenda kutekeleza kile nilichotamka. Utatambua muhimu wa kuweza kuwa na nguvu ya Mungu. Unaombea jambo fulani, labda ni kwa muda mrefu au kwa muda mfupi. Kitakachotekeleza kile unachokiomba ni ile nguvu ambayo uliitafuta, ambayo itawezesha kupata kile ambacho unakitaka. Na ndio maana nasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Halo? Halo? Hebu tamani sana. Na ndio maana kwenye Nyakati amesema, na kwenye Zaburi Mfalme Daudi amesema. Wajua, sikiliza. Nguvu ni tofauti na imani sana. Yaani kitu kinachoitwa nguvu ya Mungu ndani yako, yaani ni tofauti. Amen. Ukitaka kuthibitisha hilo, labda utanielewa. Hebu fungua kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili. Ule mstari wa ule mlango wa 13. Wafalme wa Pili 13. Kuanzia ule mstari wa 20 mpaka 21. Ndio. Elisha akafa. Nao wakamzika. Na basi vikosi. Ndio. Sawa. Ndio. 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 Sawa. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza kanisa. Elisha alikufa. Hivi mtu aliyekufa anaweza kuamini? Sasa utagundua kwamba kinachotenda kazi ndani ya mtu ni nguvu. Una imani ndio. Yaani una imani kweli. Sawa. Lakini kinachowezesha imani ni nguvu ndani yako. Biblia inatuambia Elisha alikufa na akazikwa, akabaki mifupa ndani yake. Lakini nataka nikwambie, kumbe ile nguvu ya Mungu ilitapakaa mpaka kwenye mifupa ya Elisha. Amen. Sasa watu walikuwa wamemchukua yule maiti. Baada ya kuona vikosi vya vita vinakuja, wakasema hapa mjinga sio wetu.
ngoja huyu mtu tumweke hapa kwenye kaburi la Elisha, sisi tuokoe nafsi zetu. Nataka nikwambie kile kitendo cha kumshusha pale kwenye ile kaburi la Elisha, yule mtu moja kwa moja akaenda kusimama kwa miguu yake. Nini kiliweza kumsimamisha? Sio imani. Imani haikuwepo za hiyo. Elisha kashaoza. Na ndio maana ukiwa na nguvu ya Mungu ndani yako, sawa? Yaani hata usiposema kwa jina la Yesu, ukienda kumgusa tu mtu hivi anaweza kupokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke alipokaukwa damu zile hakuombewa na Yesu. Kwa sababu gani? Yesu mwili wake wote ulikuwa umejaa nguvu. Hivi nani kashagusa sehemu kwenye nashoti? Yaani ukienda kugusa sehemu kwenye shorts, yaani kama kuna kiwaya kimegusa, alafu hii sehemu zote hapa hivi, hapa panakuwa pana shorts. Ukigusa tu unatetemeshwa. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inapokuwa ndani yako, mwili wako wote, mavazi yako, nguvu zako, kila kilicho chako kinakuwa kimejaa nguvu za Mungu. Kwa hiyo